unayemwabudu wewe, Mungu wa Sabato, wewe Mungu huyu Mungu wa Sabato unayemuita hapo wewe, je, wanamjua? Naomba jiulize, tangu wewe muumini wanamjua au wanakujua ni wewe? Haleluya. Amen. Tunahitaji maisha yetu, jamii inayotuzunguka wamjue Mungu tunayemwabudu. Haleluya. Amen. Wanamjuaje? Wanamjua kwa matendo na muonekano wako. Amina. Kukua wewe uwe mtu wa tofauti katika maisha unaoishi. Haleluya. Amen. Usiwe mtu eti ukiwa unalia mvua imechelewa na wewe unalia mvua nini? Jamani, mvua tukaombea huko mbugani. Sikiliza. Wewe sikiliza. Unatakiwa uwe mtu wa tofauti. Amina. Wakiwa wanalia ulimwenguni, wewe unalia na Baba au ni matendo yanaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sikiliza kisa kimoja miaka iliyopita. Mtu mmoja anaitwa Naaman. Anaitwa nani? Anatajwa alikuwa na sifa zifuatazo. Naaman alikuwa ni jemedari wa jeshi la Washami. Hivi umeshakusikia jemedari? Umeshamsikia? Jemedari. Yaani ambaye alikuwa ni mtu ambaye akikupangia jeshi likapangwa linapangika. Likiingia vitani linapata ushindi. Huyo ndio jemedari ambaye alikuwa ni kwenye akili, anakuwa na mbinu nyingi kuliko kawaida. Eti watoto kwenye movie, nani ambaye ni mtaalamu wa movie? Nani? Halo, mnajua tu. Sikiliza. Hata kukiangalia kuna watu ambao tunawaita ni masergeant. Huyu sasa, huyu jamaa huyu katika jeshi la Washami aliaminiwa na mfalme. Hivyo kuaminiwa na mfalme ni kawaida. Ni jambo la kawaida. Na Mungu aliwapa ruksa, aliwaruhusu jeshi hili la Washami mwasi nani? Sikiliza, ukimwasi Mungu unapigwa. Mungu hachanganywi. Mungu ataka ajulikane. Sio kuchanganywa. Afanye nini? Usimchanganye. Yaani kwa wazinzi, kudokoa, umo usengenyaji, umo kiburi, umo kila kitu, umo. Sikiliza, Mungu hataki mambo kama hayo. Nyoka tukuelewe wewe ni nani. Amina. Haleluya. Kama wewe ni mdangaji tukuelewe ni yeye nani. Danga kabisa kwa uaminifu. Ili shetani akupe nini? Tuzo. Najua tuzo za Ibilisi. Tuzo ni nyingi, kuna kisonono, kuna ukimwi na kadhalika. Hizo ni tuzo, au unatunikiwa cheti cha ugonjwa mazima. Na siku ya msiba tunasema na bahati mbaya leo tunadanganya amekufa kishujaa. Pumbavu. Kwa hiyo sikiliza. Sikiliza. Mungu anapenda watu ambao wanaofanya nini? Walionyoka. We baba, we kijana, tulia kwa Yesu. Haleluya. Mtambulishe Bwana katika ujana wako. Paulo anamwambia Timotheo kwamba mtu yeyote asiudharau ujana wake. Uwekelezo katika usemi na nini jamani? Na mwenendo. Je, tuulizane swali. Hivi usemi wako uko sawa sawa hapo? Ulimi uko sawa sawa? Mwanambati uko sawa sawa? Jamani, uko sawa sawa hapo? Mwenendo wako uko vizuri hapo? Yesu kuko, jipime mwenyewe. Jipime. Na kipimo unachotaka kupimwa ni kwa neno na mwongozo wa kanisa. Biblia ndio kipimo chako pekee. Sikiliza, mimi leo naweza kumwambia umependeza, kumbe sio hujapendeza. Naenda kusifu kafe. Hivi unasikia hilo? Ili mwanaume leo, kwa mfano wanaume ukimwambia ana kijana akimwambia binti nakupenda, nafikia na maanisha. Akimpa mimba atamwambia tena. Atamwambia sikiliza, sina lengo hilo. Ila kwanza alimwambia nafanya nini? Nakupenda. Ni unafiki, uongo, wizi. Amina, amina. Barikiwe mama. Huo ni wizi. Yesu anataka wamjue majirani, mabinti za watu, wamjue Yesu ni nani kwako. Baba wa jirani, mama wa jirani akujue ni nani. Haleluya. Amina. Kama unataka kupendeza, kutunza familia yako, tunza mke. Hello. Yes. Sio kimwona mama watu wapiga wa siku ya mnunua na mume wake, nene. Amefanyeje? Sikiliza, tunza.
Sikiza kina mama, usimuone baba wa mtu kapigilia kule za kwake t-shirt na jisema jamani, baba fulani anapendeza, na usiseme mbele amewakata kutandika siku hiyo. Na usilaumu. Eti unamsifia mume wa mtu mbele za mume wako, ni kosa la jinai. Sikiliza, ukiona mume wako kwamba baba hivi mama, wakati mwingine mwache wivu na kuwa na moyo ambao sio mzuri. Akina babu wafanyeni surprise. Wauza njugu, anamwambia baba, leo nakupeleka kwa fundi kwa hela yako ya njugu jamani. Msitegemee tu wanunulie kila siku. Amina. Haleluya. Amina. Eti hajanipa, yeye nikimwambia hanisikiliza. Kwa hiyo wakati mwingine wewe ununulie. Zako zinaenda wapi? Tuulizane leo. Wewe ni uchoyo. Wewe ni nini? Ni kweli akina baba tunawajibika. Sikilizeni akina baba, msiende kudai haki za wakati. Sikiliza, siku kianza sikiliza, Naamani alikuwa ni jemedari wa jeshi la Washuru na Washami, alikuwa anashinda kila vita. Tatizo lake alikuwa na ukoma. Alikuwa na nini? Hiyo sifa ni nzuri. Hiyo ni nzuri. Hiyo ni nzuri. Yaani pamoja na uzuri wote, pamoja na ujemedari wote, pamoja na ushujaa wote, ila alikuwa na nini? Sikiliza, kwa mwongozo wa taifa la Israeli nilikuwa ni sababu ya msingi ya kushindwa vita. Kwa sababu hiyo ukoma wako angeendelea na vita. Yule jamaa alikuwa anashinda pamoja na ukoma wake. Haleluya. Amina. Ngoja nikwambie kitu. Bwana akikupa fursa, aikupatia nafasi, ukamkabidhi maisha yako, na Bwana akakubali, pamoja na ukoma ulio nao utashinda. Amen. Inaweza kuwa mimi leo unahisi na tatizo. Inaweza kuwa wakati unajiona mimi sifai, lakini Bwana anakuona wewe ni wa thamani kwake. Amen. Haleluya. Wewe ni wa pekee, na hivyo Bwana anataka umtambulishe, basi tumjue. Amen. Tumtambulishe Mungu wa Israeli wamjue. Mungu wa Yakobo amjue. Lakini natamani aitwe Mungu wa Raheli leo. Amen. Aitwe Mungu wa mzee Mteganda leo. Amen. Na Mungu wa mzee Chengula. Wengine sio majina, basi weka jina hapo. Amen. Haleluya. Amen. Huyo ndio Mungu ambaye Mungu jamani anataka asifiwe kwa tabia zetu. Acheni wivu. Mtu awaye yote asikudharau. Haleluya. Amen. Sikiliza, wakati maisha yameendelea, Naamani kwenye vita yake ameenda kupigana. Bahati mbaya wako kwenye vita wakawateka. Miongoni waliotekwa alikuwa ni binti mmoja wa Kiisraeli. Hakutajwa jina, ni binti mdogo tu. Walipokateka ile binti kadogo, wakapeleka kwenye nyumba ya Naamani, kakawa katumishi, kanamhudumia bibi mke wake Naamani. Sikiliza, kabinti haka kalikuwa ni kabinti, kwa kweli niseme hili, nimefurahishwa na binti aliyekuwa anaimbisha hapa. Amina. Aliyekuwa anaimbisha hapa nimefurahishwa naye. Punga mkono pale ulipo. Hello. Haleluya. Mwimbishaji alikuwa anaimbisha, anasema wimbo namba 12. Tumsifu Mungu nani? Jamani, huyo mtoto abarikiwe. Amina. Na mzazi wa mtoto huyo abarikiwe. Amina. Hayo ndio mafundisho. Mtoto alijue kanisa na mwongozo wake. Sikiliza, haka kabinti ka Israeli kwenye nyumba ya Israeli kamelelewa kibwana. Kalipomwona Naamani pamoja na ubora wake, ila alikuwa na tatizo. Kasema, kwa kweli nikwambie mama Naamani, nikwambie mke wa bosi wangu, ni kwa kweli huyu baba, huyu mwana wangu anashinda, ila hili tatizo kama angejua kwamba kule nilikotokea, kule Israeli, kuna mtumishi wa Bwana, kuna mtumishi wa Bwana, kuna nabii wa Mungu, tatizo hili litaisha. Amina. Nikuulize swali. Mtoto wako anapoenda shuleni, anapokuwa mtaani, je, jamii wanaomzunguka wanamjua Mungu wa Israeli? Wanajua kanisa lako ina uponyaji? Wanajua kwamba kuna Mungu anayeponya kwa uwezo? Wanajua hilo? Au akienda anaenda kusema habari zingine? Anaenda kujivunia maendeleo ya nyumbani? Anaenda kujivunia sijui amefanyaje? Lakini kwambie kitu, naomba utengeneze mtoto wako anapotoka akamtukuze Mungu wa mbinguni. Amina. Haleluya. Amina. Ukitaka furaha ya maishani, tengeneza watoto wako.
Mtoto ukimtengeneza atakuwa baraka. Amen. Lakini usipomtengeneza atakuwa mzigo. Hivi umeshakuwa na mzigo mtoto wewe? Jamani, ni bora ubeba jiwe lakini sio mzigo wa nani? Ogopa kubeba akili ya mwenzako. Maana ile mitoto ikiwa ina akili mbovu, sema ni kichwa kwa shingo, mzigo wake. Haleluya. Amen. Ni mzigo kwa shingo. Ni kwa sababu hakajalelewa. Hivi tunaomba watoto wetu kaende shule. Akina mama tunaombea? Hebu naomba upige picha kidogo hii hapa sasa kama tunaombea. Mtoto wako ametoka shuleni. Sasa umemwaga, anaenda shuleni asubuhi, anaenda. Wakati anaenda, huyu mtoto anakutana wakora. Anakutana wanyang'anyi, wanamchukua. Nalituka. Anasepa. Anapoenda hakurudi. Unajisikiaje? Mtoto aende mazima bila taarifa, unajisikiaje? Utalia au utalia? Utakula au vipi? Hautakula. Sasa ndio kisa cha mtoto huyu binti kipindi cha Naamani. Wazazi wamemwaga, yaweza kuwa waliomba, waweza kuwa toa sadaka kwa ajili ya mtoto. Halafu hakurudi. Lakini sikiliza, Mungu kila jambo ana makusudi yake. Mungu aliamua kutimiza kusudi lake. Kuwafundisha kwamba pamoja na nguvu mlizo nazo, lakini kuna nguvu kubwa zaidi kwa Mungu wa Israeli. Amen. Pamoja na miungu mlio nayo, lakini kuna Mungu katika wapi? Mungu akiamua kujitambulisha, yeye kwako anaweza kuonekana madhara, lakini ndipo Mungu anapojinyanyua. Haleluya. Sikiliza hili kwambie. Nikuelekesha kidogo. Binti wakatoa taarifa. Na alipotolea taarifa, mfalme akapelekewa taarifa na mzee Naamani kwamba mfalme, kuna habari njema. Ukoma wangu huu hapa. Kuna mtu yuko Israeli. Kuna nabii Israeli anaweza kuliponya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi ungekuwa ni mfalme, na hisi mfalme alikuwa ameteseka juu ya mtu wake huyu. Pamoja na ujemedari wake, eti alikuwa na tatizo. Aliposikia mfalme habari hizo akasema andika barua nini? Akaandika barua. Sikiliza, kwenda kwenye nchi za watu lazima uandike barua. Lazima uandike nini? Hata mimi hapa nikitaka kwenda kanisa jingine ninaandika nini? Barua. Nini hapa sikuja na barua ni kwa sababu nina barua ya kichungaji roho. Lakini bila hapo ningetuma taarifa kwamba ninakuja. Ikaandikwa barua kwenda kwa mfalme wa Israeli. Sikiliza. Naamani anatoka na watu kadhaa, akabeba na zawadi kama kigogo na kakitu wapi? Akaenda Naamani na zawadi nono. Maana anaenda kwenye ufalme mwingine, akabeba na watu kadhaa. Alipoenda akasafiri. Sikiliza, kabla hujafika tuma mjumbe. Tuma nani? Kumbuka, Waashuru ni maadui wa wapi? Sio moja. Naamani ni adui wa wapi? Kabla kufika akatuma mjumbe. Mjumbe akapeleka taarifa kwa mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli baada ya Ahabu, Biblia inasema kwamba alipoenda barua akasema tumeisha. Lakini mfalme akasema tumefanya nini? Yeye akili yake anawaza matatizo na badala ya kuwaza matendo makuu ya nani? Sikiliza, kuna watu tuko humu. Tuko ndani ya kanisa. Tuko ndani ya Injili. Tunawaza matatizo badala ya kuanza kumtukuza nani? Sikiliza, changamoto zote mkabidhi Bwana. Amina. Huzuni zako mkabidhi nani? Bwana. Magonjwa yako mkabidhi nani? Bwana. Umaskini, hautawaza matatizo, utawaza ushindi katika Israeli. Amina. Yaweza kuwa kuna mtu ambaye anapitia nyakati ngumu sana. Yaweza kuwa anapitia nyakati ngumu za kutengwa, kutokupendwa. Jamani, tu wenye ndoa lakini hatupendwi. Yes. Yaani hatupendwi. Lakini kuna vijana ambao kwenye uchumba, lakini uchumba unaonekana kwenda kufwa. Yaani ameambiwa sikiliza, kuanzia leo sina habari na wewe. Unajisikiaje kwa mfano? Utakunywa malenga mpaka yataisha. Sikiliza, pamoja na hao yote, sikiliza, katika Israeli yupo Mungu anayebeba tatizo lako. Amen. Usiwaze tatizo hilo, usiwaze matatizo ulio. Sikiliza. Yaweza kuwa yuko mama mmoja, baba mmoja,
Inawezekana tumepotelewa na ndugu wa muhimu sana. Lakini wako unafikiria, sikiliza, usifikirie misiba, fikiria anayebeba msiba wako ambaye ni Yesu pekee. Amina. Haleluya. Hii neema ikusaidie. Amina. Haleluya. Amina. Sikia. Ende wapi? Anatetemeka. Unajua ukishindwa unaanza kutetemeka tu. Kwamba tumeisha. Unajua kitabu cha Danieli kinaeleza mfalme Nebukadneza alipopata habari fulani, anasema yale magoti yalicheza, yalitetemeka. Sasa na mfalme wa Ashuru naye akatetemeka. Tumeisha. Tena Naamani anakuja. Tumefanya nini? Mambo ya ajabu ni haya. Kuna uwezekano uko ndani ya kanisa lakini hautambuliki. Yaani uko ndani ya kanisa pamoja na huduma zako na michango yako lakini bado fanya nini? Hautambuliki. Yaani pamoja na upole wako hatukujui. Amina. Amina. Unajua hilo? Yaani pamoja na huduma zako hatukuelewi. Sawa Elisha alikuwa bado mfalme hajamwona kuna Elisha. Maana angeelewa nabii yupo, angemwambia Elisha njoo kuna huduma. Ila akasema tumeisha. Sikiliza. Wapo watu wanawaza matatizo ya watu tu. Hawawazi mibaraka ya Bwana. Ndiposa Elisha aliposikia habari ile ya huzuni ya mfalme, akasema sikiliza mfalme, mwambie Naamani aje huku. Mwite aje huku. Sikiliza, unapoteseka Bwana anakuita. Amina. Unapoteseka Yesu anakuita. Amina. Peleka mizigo kwa Yesu. Amina. Haleluya. Amina. Kwa nini unapeleka matatizo yako kwa mtu ambaye hasemjua Mungu? Peleka matatizo. Kwa nini upeleke matatizo yako kwa balozi? Wewe. Kwa nini upeleke matatizo kwenye kata ya nini? Beba matatizo, peleka kwa Bwana. Amina. Naamani alipopata ruhusa akaenda mpaka kwa nani? Kwa Elisha. Sasa sikiliza ajabu hii hapa. Elisha akamtuma mtumishi wake Gehazi. Akamwambia Naamani aende mto Yordani akaoge mara ngapi? Mara ngapi? Swali, ulikuwa unataka kumuone nabii alafu anatuma mtumishi. Unajisikiaje? Alafu sikiliza, yule ni jemedari. Sikiliza, huyu ni nani? Yaani ni jemedari kwa Tanzania yetu ni nani sasa? Ni ambaye ni mkuu wa majeshi. Sawa ambaye amri jeshi wa nchi hii. Tu pamoja, maana mkuu wa majeshi ni rais. Amri jeshi wa nchi hii anakuja. Alafu anategemea amuone mchungaji wa mtaa huu eti anatumwa Kalani. Kwa maana yeye yupo mchungaji ndani lakini anapigiwa kaimu, nenda kumsikiliza hivi. Ila kwa maelekezo haya na haya hakubeba ujumbe wake, ile ni ujumbe wa Elisha. Naamani akasema umenikosea. Umefanya nini? Tena hoja mbovu ni hii, kaoge kwenye mto wa nini? Mto Yordani. Jamani, mto Yordani ni mto ambao ulikuwa na vyura vya kutosha. Tope ilikuwemo. Huyu jamaa amezoea kwenye mito mizuri. Sawa? Anaoga huku wamezungwa na walinzi. Alafu ile mito ya kwao ilikuwa imejaa uoto vizuri ya asili yenye rutuba, ndege wazuri. Akiwa naoga huku inaimba ndege, inamrudisha. Wangapi wanaoga kurudisha ndege? Wangapi ukiwa naoga ndege za kuburudisha? Au naoga na kunaoza mawazo. Naamani alipoona ni mto Yordani akasema hapana. Sikiliza, Elisha ametoa jambo hili tu. Mwambie aende. Akoge mara ngapi? Yule jamaa aliposita wale watumishi wakamtia moyo. Mtu anayekutia moyo ni wa thamani maishani mwako. Amina. Wakamtia moyo. Walipotiwa moyo wakamuuliza swali, Bwana wewe ningefanya. Sasa hili si kwenda kuoga tu. Alafu kimeza kuoga mito yako utaikuta wapi? Utaikuta kwa kweli. Ndio kwenye nchi za watu. Akafikiria. Akasema basi haina shida. Akaingia kwenye mto wa nini? Kudidimiza. Una ujauzito katoe tu. Kafanya nini? Sikiliza, anakuzingua bwana wako. Acha naye wanaume wako. Mwanangu, hapa nyumbani hujakosea, rudi tu.
rudi kaa uchedu. Ba. Atakuja hapa, atakuja tu mwingine. Sino za kwetu Yaani kuvunja ndoa ni issue ya kawaida. Unamtia moyo, mtie moyo, mwambie mwanangu umepigwa. Na mimi huku nimepigwa. Mwambie na huku mwanangu mimi mwenyewe nalia huku. Sasa tunafanyaje? Tutulizane moyo, ufanye nini? Tuendelee kukaa. Kwa tufarijiane kwa kutiana nguvu. Na ushindi kwa Yesu. Haleluya. Amina. Sikiliza. Naama alioga. Sikiliza. Alianza kuoga kwa mashaka. Lakini moyo wake akasema naenda kupona. Sasa alijua hivi, akijichova mara ya kwanza unatoka mdogo. Alipojichova huko vile vile. Ya pili huko, ya tatu huko. Akasema hivi jamani, hivi nyie mlioniambia hivi, yao nisambaze habari zingine. Sikiliza, mashetani wakati wa uponywaji wako Ibilisi yuko karibu. Ibilisi yuko wapi? Karibu. Anakwambia wewe umeomba mara ya kwanza hakuna nini? Ya pili hakuna nini? Atakwambia unaomba ni wewe mwenye dhambi tu. Naamani ya tatu, ya nne hakuna majibu. Ya tano hakuna, ya sita Anasema jamani, naenda mara ya mwisho nikitoka sina. Nyie mlionishauri naanza na ninyi. Naamani akaenda ile ya mwisho akiwa hana tumaini, lakini akiamini nitapona. Alipozama ile ya 7, alipotoka ngozi yake hakuna ukoma hata mmoja. Amina. Na ngozi yake ikaoni kama ya mtoto mchanga. Haleluya. Amina. Mikono yake ilikuwa ni milaini. Ngozi yake inang'aa. Hivi unajua mtoto mchanga wewe? Unajua mtoto mchanga? Sio samaki mchanga, mtoto mchanga. Sio wale fudi, ni mtoto mchanga. Nani sio? Kwa kifaranga ni mzuri kweli. Karangi kake kale. Kakiwa kanalia kwa mama. Sometime wako kwa kanapanda juu mabawa ya mama, ya mgongo, mama na kashusha. Sikiliza. Mungu huyu ni rafiki wa kweli. Haleluya. Amina. Nampenda Yesu huyu. Anabadilisha matokeo. Amina. Naamani akapona ukoma ule. Sikiliza, hata wewe tatizo lako usikate tamaa katika maombi. Amina. Kwa wakati ambao ameahidi kwa. Naamani aliambiwa mara 7. Sijajua wewe Mungu amekupangia mara ngapi. Sijajua Mungu wako amekupangia kujibu mara ngapi. Hajakupa idadi ya maombi. Ndio Yesu akasema ombeni bila kufanya jamani. Sikiliza. Shida yako ni nini? Mchana wa leo. Una jambo gani gumu katika maisha yako? Unasumbuka na nini? Na kuuliza swali rafiki yangu. Unasumbuka na nini? Yaweza kuwa hata majirani wanajua tatizo lako. Unateseka na jambo wanajua kabisa ila hawajakwambia. Nikwambie siri. Mweleze Yesu anayeweza kutatua shida yako. Amen. Mweleze Yesu. Je, unataka utajiri? Je, unataka amani kwenye ndoa? Je, unataka mtoto wako afaulu shuleni? Na je, unataka mtu awe bora? Mweleze Yesu. Mwende Yesu. Angalia msalabani, Yesu amenyosha mikono. Anasema, "Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Haleluya. Amina. Mzigo uliobeba soa kwako ni wa Yesu. Amina. Changamoto za dhambi ni matokeo ya Ibilisi. Uasi, lakini Yesu alikuja kubeba hayo yote ili mimi na wewe tuweze kupona. Haleluya. Amina. Naipenda hii. Nao ipende. Amen. Ipende mchana wa leo. Anasema njooni kwangu ninyi nami jamani nami nitawapumzisha. Niite nami nitafanya nini? Nitakuonesha mambo ya namna gani usiofanya nini usioyajua. Haleluya. Amen. Kisha anasema John tusemezane, asema nani? Bwana, dhambi zenu zijapokuwa za namna gani? Zitakuwa nyeupe kama nini? Kama theluji. Nyeupe kama nini? Theluji. Tufahamu sufu. Tufahamu.
pamba moja laini nyeupe. Inafanana kwamba ukimwendea Yesu hata kama una madhambi yamezidi kilo, yanakuwa mepesi alafu meupe. Halo. Mpelekee Yesu akusafisha. Haleluya. Amen. Usisumbuke na maisha ya dunia haya, mwambie Yesu shida yako. Amen. Una haja na Yesu, mwambie sumbuko lako. Haleluya. Amen. Na ndio maana katika fungu letu kuu sasa tulisoma, na ndio mwisho wa somo letu, Wafalme wa pili 5 na mstari wa 15. Mwenye Biblia anaweza kusomea haraka. Mungu anatakiwa ajulikane. Mungu naye mwabudu anatakiwa kujulikana kwa gharama yoyote. Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa 15. Alifika na kusomea. Biblia inasema, maandiko matakatifu yanasema, akamrudia yule mtu wa Mungu baada ya tukio la uponyaji na amani, anachekelea na toja na meno meupe. Nilikuwa sijui hata huyu Naamani alikuwa anachekaje. Sijui kama alikuwa na simu, alipiga simu kwa nani? Jamani, kwa nani? Kwa nani? Hivi utaanza na mfalme kweli wewe? Utaanza na mfalme wewe? Utaanza na mfalme wewe? Utaanza na mke. Kwa mama watoto, halo. Sijui nikupigie selfie uone. Sijui nikupigie picha uone. Nilivyokaa vizuri. Mama, nimekaa vizuri. Sijui kama alifanyeje. Lakini naamini alikuwa na watenda kazi. Ninaamini walimchora. Maana zamani walikuwa wanachora picha ya tukio. Yaweza kuwa alimchora mazingira yote. Sijui furaha yake. Haleluya. Amina. Biblia inasema, ndio yeye na mafuatano yake yote akaenda na wale watu waliokuwa nao kwa pamoja wakiwa na furaha. Akasimama mbele yake. Aliposimama mbele yake, mbele ya Elisha, akasema, sikiliza maneno aliyosema. Sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Jamani, ila katika Wasabato. Halo. Amen. Sikiliza. Basi na kuomba unaweza kaishia zawadi hizi. Basi na kuomba upokee baraka kwa mtumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, sikiliza mambo haya. Sikiliza. Waashuru walikuwa wanaabudu miungu mingine. Hata leo kuna watu ambao wanaabudu miungu mingine na wanafanikiwa katika maisha yao. Wanafanikiwa, wanaenda kwa mganga, wanapata mali. Uongo. Wanaenda kwa mganga, wanaaguliwa, wanapata mume wa mtu. Halo. Yes. Wanaaguliwa, wanampata binti wa watu kwa madawa. Sinawezekana. Mambo si yapo hayo jamani? Yapo na ni mengi, na inatuchanganya mpaka sisi wa Sabato. Na sisi tunaenda kule, wanalima, wanaenda kwa waganga na wanafanikiwa katika mazao kwenye mwaka huo. Wewe unapata kidogo. Na nakwambia kwa sababu mimi nienda kwa nani? Sikiliza nikwambie kitu. Sikiliza. Naamani pamoja na imani yake kwa miungu aliyokuwa nayo, ila siku hiyo alikiri. Alisema kwamba nimeamini kwamba hakuna Mungu mwingine duniani isipokuwa wapi? Sikiliza, pamoja na matukio yote, mafanikio ya ulimwengu huu, dunia inatakiwa ijue kuna Mungu mwingine unayemwabudu wewe, ambaye anatokana na imani ya Kiadventista wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna raha katika Biblia. Kuna raha. Mtukuzeni Bwana maadamu bado unapumua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mteni Bwana kumtukuza kwa maana saa imekuja. Amina. Zaidi ya yote, Mungu huyu ni rafiki wa kweli. Nina haja nawe kila saa, hawezi mwingine kunifaa. Yesu nakuhitaji vivyo kila saa, niwezeshe Mwokozi nakujia. Mchana wa leo nina wito wa pekee. Yaweza kuwa umekuwa na mashaka, umeishi na tatizo kama la Naamani muda miaka mingi sana, lakini bado kuna mambo yanafanikiwa. Lakini
lakini bado una tatizo ambalo linakupatia aibu wakati mwingine. Mchana huu wa leo wanataka watu wamjue una Mungu unayemwabudu. Kama ni hitaji lako, unaweza ukapiga hatua mbele na tuombe kwa pamoja. Kama unajua una changamoto unaojua mwenyewe ya muda mrefu, piga hatua. Mungu aise ajulikane mchana huu wa leo. Unaweza ukaja toa maisha yako kwa Yesu mchana wa leo. Toa. Ndio simama. Lakini inaweza kuwa kuna mtu ambaye maana tuna ubatizo baada ya muda fulani, tuna ubatizo anataka kumpokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake mchana wa leo. Kama kuna mtu wa namna hiyo, naye pia anaweza akanyosha mkono pale. Kama kuna mtu anataka kumpokea Yesu wa Israeli aliyeponya na Amani, kumtoa kwenye ukoma mpaka akawa na ngozi laini, anaweza akampokea Yesu mchana huu wa leo. Akawa miongoni watu ambao wanahitaji kupata baraka mchana huu wa leo. Ndugu yangu, tatizo hilo nalo ni tatizo ambalo Yesu yuko tayari kulibeba. Amini. Haijalishi umeomba mara ngapi, haijalishi umeomba miaka mingi, mpaka umekata tamaa, mchana huu wa leo Yesu yuko tayari kubeba mzigo wako. Yesu yuko tayari kubeba shida zako. Yesu yuko tayari kubeba magonjwa yako. Yesu yuko tayari kubeba laana ambazo umepata. Huyu ni Mungu wa pekee. Ninayemwamini, anayeniwezesha, naye pia atakuwezesha. Amen. Baba yetu wa mbinguni, ninakushukuru mchana huu wa leo. Somo hili la pekee sana. Asante kwa kunifundisha mimi. Asante kwa kufundisha watumishi wako. Asante kwa umesikia sauti hii. Jina lako litukuzwe sana. Amina. Nasi tunaukoma kama Naamani. Tunaukoma wa umaskini. Tunaukoma kama ugonjwa. Tumehangaika na laana mbalimbali. Wengine wameenda mbali, migogoro ya familia ambayo imesababishwa na watu. Wengine wametuchonganisha tukaonekana wabaya, lakini kumbe sio wabaya. Mchana huu wa leo tunaamini kama Naamani alijifitoria mara 7 akatakasika. Amina. Na sisi mchana huu wa leo tuko tayari kujitoa tena. Sasa Bwana, kwa damu na maji yomweka pale msalabani, yakatutakasa tukatakasika. Amina. Na mwenye imani aseme amen. Amina. Na mwenye imani aseme nimepona. Amina. Na mwenye imani aseme asante Yesu. Asante Yesu. Baba yetu, wale rafiki wako, kwa maombi haya usitupatie moyo wa kukata tamaa. Tupatie moyo wa kuwa vumilivu, tukasonge mbele kwa ajili ya mafanikio ya milele. Katika mafanikio utakayotupatia duniani, yaweza kuwa kwa mali, tusaidie kusahau wewe, tukajivunia, tukakuacha. Neema yako yatosha. Tukiomba kushukuru kuweka mkononi mwako kundi la ubatizo. Mchana wa leo tunaomba kwa ajili ya huduma hii, tutangulie Yesu. Tunaomba kushukuru katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amina. Barikiwe na Bwana.